nawe ndiye mkurugenzi mkuu, je, ungejiajiri kesho? Au ungeacha kazi kwa sababu umechoka? Tofauti kati ya anayefanikiwa na anayebaki pale pale si bahati, ni nidhamu binafsi. Fikiria mama wa nyumbani, anaamka mapema kila asubuhi, anaandaa chai, anafanya kazi za nyumbani, anaandaa watoto, anashughulikia kila kitu. Hakuna pongezi, hakuna makofi, lakini kesho anafanya tena. Hii ni nidhamu. Hii ni kwenda mbele bila kujali kama kuna mtu anakuona au la. Sasa fikiria mwanafunzi mdogo mwenye ndoto ya kuja kuwa daktari. Kila jioni anasoma kidogo, hapana tuzo, hapana pongezi, lakini baada ya muda zile dakika ndogo zinabadilisha maisha yake. Au kijana mpambanaji mtaani, anafanya mazoezi kila siku, anakumbana na changamoto, hakuna kukata tamaa, hakuna njia ya mkato, lakini hatimaye bidii na matunda. Hebu nikupe sana kuuza nidhamu binafsi. Zana ya kwanza, nidhamu ni mfumo, sio mood. Mood ni hisia, nidhamu ni mfumo. Zana ya pili, consistency huunda matokeo. Fanya kidogo kila siku, usiache. Zana ya tatu, nidhamu inaleta uhuru. Ukiamua kutenda kila siku, hutotawaliwa na watu au mazingira. Hebu nikupe hatua za kuanza za kuwa na nidhamu binafsi. Hatua ya kwanza, chagua eneo moja kila siku. Si yote, chagua kitu kimoja tu. Kwa mfano, kufanya mazoezi, kukimbia au kusoma. Hatua ya pili, weka kipimo kinachoonekana. Usiseme nitajitahidi, sema nitafanya push-up kwa dakika 20. Hatua ya tatu, fanya siku 7 bila kukosea. Hata kama umechoka, hata kama hakuna anayekuona, fanya siku 7 tu. Ukimaliza, ongeza siku 7 tena. Nidhamu hujengwa kama misuli. Natimisha kwa kusema hivi. Swali la mwisho, je, uko tayari kufanya kazi ambayo hakuna anayekuona? Hapo ndipo tabia hujengwa. Hapo ndipo hatima huundwa. Anza leo, sio Jumatatu, sio mwezi ujao. Leo. Chagua eneo moja, weka kipimo, fanya siku 7. Nidhamu binafsi si adhabu. Nidhamu ni tiketi ya uhuru. Kumbuka, wewe ni wa thamani sana.